Wala hata zile nguvu chache alizobaki nazo, ndio yule Msamaria mwema akaja akafanya nini? Akaja akamuokoa, amekaa. Lakini ukiumizwa, cha kwanza ukubali kwamba mimi nimefanya, nimeumia. Usifanye una nguvu wakati umeumia. Majeraha yasipotibiwa yanaoza. Unakubali kwamba nimeumia. Kuna mtu mwingine ameumia anajifanya everything is okay. Hapana. Ndio maana nasema give time. Pumua kidogo. Kunywa glasi ya maji. Ukubali kwamba hapa nimeumizwa, huyu mtu kanifanyia kitu kibaya, huyu mtu ameniumiza hivi, kitu gani nifanye? Namna ya kujiokoa na nyoka. Cha kwanza nimesema ukubali kwamba umefanya nini? Umeumia. Kubali kwamba hapa nimeumia, nimeumizwa, nimetapeliwa, nimedanganywa, nimekuwa betrayed, nimekuwa abused. Ukubaliane naye. Cha pili, jiweke mbali na nyoka. Mungu anataka tufanye hivi. Unajiweka mbali na nani? Na nyoka. Si kila mtu anastahili access yako. Unajifunza sasa kupunguza access ya watu katika maisha yako, ambao mara nyingi wakisogea wanakung'ata, wanakuletea maumivu. Kwa hiyo unakuwa umepata somo, unapunguza access ya watu katika maisha yako ili usije ukang'atwa tena. Ndio maana siku moja nilisema kuna watu wengine ni weavable. Hello. Watu wengine ni shakeable. Unawaimani kidogo. Watu wengine ni huggable. Sasa sio kila mtu ni huggable kwenye maisha yako. Kwa sababu watu wengine wana sumu. Anakuhagi nyuma amebeba nini? Kisu. Kwa hiyo wewe mwangalifu. Nani wa kumhagi? Nani wa kuwave? Na nani wa kushake? Kuna huggable, shakeable na weavable. Lazima ujifunze katika maisha, kwa sababu watakuletea sumu, alafu baadaye sumu hiyo itakuwa usipokuwa mwangalifu. Cha tatu, achana na hitaji la maelezo, kwamba kila kitu unachofanywa wewe unataka ufafanuliwe. Achana na hilo hitaji. Cha kwanza nimesemaje? Kubali kwamba umeumizwa. La pili, jiweke mbali. La tatu, achana na hitaji la nini? Explanation. Why do you want explanation? Some people are wengine ni snakes. Sio la, unajua unapotaka clarification au maelezo ni kama unataka kibali cha lazima, ukubalike kwamba wewe ni mtu mwema. Sio kila mtu hapa duniani atakuona wewe ni mtu mwema. Sio kila mtu hapa duniani atakuona wewe ni spotless. Ni spotless. Kuna watu wengine hatufanye nini? Wamejikomiti kutokukubaliana na wewe. Umewahi kubishana na watu ambao wamejikomiti kutokukuelewa? Yaani hatufanyeje, wameshajipanga kutokukuelewa. Wameweka ukuta hivi, hatusemeje. Kwa hiyo acha kutaka kulazimisha ueleweke. Maelezo. Si lazima ukaribu utoke kwao, hao unataka kujieleza. Inaweza kutoka ndani yako. Kitu cha kwanza kujikubali na kujiamini, aianze kutoka wapi? Ndani yako mwenyewe. Wewe ni kichwa sio mkia. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe ni mwana wa Mungu, uvao wa kifalme. Your identity inakupa ujasiri. Cha kwanza unajikubali mwenyewe. Kuna watu wengine hawajajikubali wenyewe, wanategemea wakubaliwe na watu wengine kutoka nje. Kwa hiyo nyoka anapokuuma ukiwa una chase, kwa nini amesema hivi? Nimekutana na watu wengi sana, anakaa anasema, kwa hiyo kama alisema hivi, amenionaje? Ananichukuliaje? Kwa hiyo ina maana na hiki ndio maana aliwahi kufanya hivi. Na ndio maana hata wale tulikuwa tumekaa nao walikuwa wanasema hivi. Hii ndio maana ilisemwa hivi. Kwa hiyo ilianzia huku. Unakuta nikakichuguu, anakajenga, baadaye inakuwa mlima Kilimanjaro. Alafu unateseka, unakuwa miserable, amekaa ndani, anasema the whole world inanichukia. There's nothing kwamba ulimwengu mzima unakuchukia, hakuna hicho kitu. Siku moja sungura na kile kinungunungu walisafiri. Sasa waliposafiri ikafika mahali ikawa usiku. Wakasema tulale. Wakachimba shimo nganga. Wakaingia kwenye shimo. Dakika 2, nungunungu anasema this hole is stinking. Let us dig another hole. They stinking. Wakatoka kwenye lile shimo. Sungura akasema haya tuchimbe lingine. Wakachimba shimo lingine. Wamekaa dakika 3 anasema the hole is stinking. Kana lalamika kanungunungu anasema this place is stinking. Sungura akasema sasa bwana,
tuchimbe kila mtu shimo lake. Sungura kachimba shimo na nungunungu akachimba shimo, wakalala. Dakika pili nungunungu akatoka, my hole is sinking. Sungura akasema tubadilishane basi shimo, wewe lala hili mimi nilale huko. Wameenda kule, this is all stinking. Sungura akasema, my friend, you are stinking. It's not the hole that is stinking. Kuna watu wanaona the whole world is stinking, kumbe wao ndio wanafanya nini? Wana stink. Kwa hiyo hii harufu na hii sumu inaweza kusababisha uone dunia nzima inakuchukia, kumbe tatizo ni wewe mwenyewe. Walk tall in this world. Na kwa bahati mbaya hapa duniani everybody anafanya experiment. Hakuna aliyewahi kuishi hapa. Hata wazazi wetu wametulea try and error, na wenyewe walikuja kwa mara ya kwanza kama sisi tulivyofanya nini? Tulivyokuja mara ya kwanza. Kwa hiyo live to the fully. Ishi kulingana na maneno ya Mungu, kwa sababu tutakutana na challenges nyingi. Wazazi wetu wana wajibu, wametutoa kweli, tuna wajibu wa kuwaheshimu, lakini mwisho wa siku they don't determine our fate. Sio na pamoja. We have our own fate, we have our own struggle, we have our own challenges, we have our family to raise. Kwa hiyo tusije tukabanwa mahali tukajikuta tunashindwa kusonga mbele, kwa sababu kuna watu wengine wanaweza katuwekea sumu katika mazingira yetu. Tunatupaswa tuwe waangalifu. Hata marafiki tunaokuwa nao, anaweza kawa rafiki lakini anakupa sumu mara kwa mara, hutaki kumwacha kwa sababu anakupa sumu mara kwa mara. Na la 4, rudi kwa Mungu. La kwanza nimesemaje? Kubali umefanya nini? La pili, kaa mbali. La 3, na ninaposema kaa mbali, not necessarily utahama mkoa au utaiacha familia. Ila kuna mipaka utafanya nini? Msije mkanielewa vibaya kwamba wamesema nikae mbali sasa ndio nianze kutafuta passport niende Zimbabwe. Sijasema hivyo. Kama Mungu akisema uende Zimbabwe is fine. Lakini maana yake ni kwamba hata katika watu ambao mnahusiana sana, bado kuna wengine watakuwa huggable, wengine watakuwa shakeable, na wengine watakuwa waveable. Haimaanishi sasa tutatangaza kwamba sasa kuanzia leo nitakaa mbali na Isaya. Sina maana kwamba mtatoka kama tangazo. Ila utatumia hekima ya kimungu on how to relate na watu. Msije mkani misunderstand. Sasa muende kwa marafiki zenu au nyumbani mwanzo kusema kuanzia leo nitakaa mbali na wewe. Hapo utakuwa ongeza mgogoro. Sawa? Nimesema cha 4, rudi kwa Mungu. Ukisoma Zaburi ya 147 mstari wa 3. Mungu naposema rudi kwa Mungu, Mungu ndiyo daktari wa mioyo. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 143 mstari wa 3, huponya waliovunjika mioyo. Mponyaji wa waliovunjika mioyo ni Mungu, sio aliyekuvunja moyo. Anayeponya ni yule alifanya nini? Ni Mungu ambaye ndiyo mponyaji wa mioyo iliyovunjika. Kwamba wakati mwingine tuna broken heart, tumekuwa abused, tumesingiziwa, tumenenewa vibaya, watu wengine wametudharau, lakini Mungu ndiye anayeinua. Mahali pengine Mungu anasema ninawatoa kwenye udongo wa utelezi na kuweka hatua kwenye na naimarisha hatua zenu. Maana yake kwenye maisha wakati fulani tunateleza hivi, Mungu anatutoa kwenye udongo wa utelezi, anaimarisha hatua zetu. Ninachoweza kusema kama nyoka amekuuma, nimewaambia mambo mangapi? 5. Ukisahau kila kitu tunapoondoka leo, nimesema la kwanza, hebu nisikie kwa sauti kama tuko pamoja. Cha kwanza, la pili, la 3, usitafute maelezo. La 4, rudi kwa Mungu. Sasa ninapomalizia somo langu, nataka uondoke, na nikimaliza hapa nataka tujadiliane kidogo. Nataka uondoke na maneno haya: usimfuate nyoka, jiokoe.
Sio kila mtu atatoa maelezo katika maisha yako. Wapo wengine unakobahatika wataeleza, ambao wamefanya kwa bahati mbaya watajieleza, lakini sio kila mtu. Sio kila mtu atajuta, sio kila mtu atabadilika, lakini unaweza kupona, unaweza kuendelea, unaweza kuishi tena. Usikae hapo ulipoumizwa. Na inawezekana katikati yetu hapa umeumizwa. You are waiting for apology. That's not coming. The apology is not coming. Unaendeleza sumu ndani ya mwili wako unnecessary. Unateseka ndani kimya kimya. Mungu leo anasema acha kumfuata nyoka. This is the message of today. Acha kumfuata nyoka. Anataka akupe uponyaji. Kwa sababu ukiendelea kumfuata nyoka, ataendelea kuingiza sumu. Unahitaji kupata uponyaji wa moyo wako, na Mungu anataka tumwangalie yeye, kwa sababu yeye ndiye anayeponya mioyo yetu. Ni kweli tutaumizwa, ni kweli tutatendewa vibaya. Shida sio kwa nini tumeumizwa, kwa sababu tutaumizwa. Tatizo ni kwamba tunafanya nini baada ya kuumizwa. Kwa hiyo hatua zingine ambazo huwa tunazichukua baada ya kuumizwa, hizo ndio huwa zinatuletea shida zaidi, na sumu inaingia mwilini zaidi. Na nikuombe, ukiumizwa usijenge mlima out of the mole. Usijenge mlima kutokana na kichuguu. Kuna watu wengine ni mafundi. Nimekutana na watu wengine waliahidiana tukutane kwenye kituo cha basi saa 2. Huyu mmoja anakaa Kiesa Kilolo, mwingine anakaa Sabasaba. Kwa watu wa Iringa mtanielewa. Yule wa Sabasaba amefika kwenye kituo cha basi akimsubiri mwenzake, walikubaliana waonane. Anaangalia saa, inafika saa 2:30. Magari yote yanapita, jamaa yake apiti. Inafika saa 3, saa 4. Hasira inaanza kutukuta moyoni. Haelewi yule kimempata nini. Yule hajapiga simu, hajamtaarifu. Yeye anaendelea kusubiri. Amechukia, amefura. Anasema kuanzia leo huyu hata kwa rafiki yangu hawezi kunichezea namna hii. Mimi tulikubaliana tukutane saa 2. Saa hizi imefika saa 5. Hana simu, ananidharau, hajapiga simu, haonekani. Hii ni tabia mbaya sana. Watu hawa sio wakoja. Anarudi nyumbani amenuna, ametoa matusi yote, ametoa laana zote kwa mwenzake. Kumbe mwenzake wakati anaamka kufika njiani akadondoka. Simu ikaibiwa. Wamemkimbiza hospitali. Hajui kilichotokea. Sasa hapo mwenye kosa nani? Huyu analani, huyu aliumwa. Kuja kugundua baadaye kuchelewa kwa huyu hakukuwa makusudi. Kwa hiyo akapata maumivu mengi siku nzima, aliumia, anateseka. Walikuwa wanaenda kwenye dili ya hela haijapatikana, lakini hajui mwenzake amemkuta mambo gani. Kwa hiyo wakati mwingine hatuvai viatu vya watu wengine, tunalani, tunazungumza maneno makali, lakini hatujui upande wa pili umefanya nini. Ndio maana Yesu anasema usihukumu, usije ukafanya nini? Msihukumu, msije mkafanya nini? Kwa sababu ni yeye pekee sasa anakuwa kwenye position, dimension yake, anaona vyote viwili. Wewe unavyomsema hivi ile yeye anamuona, kumbe mwenzako alianguka asubuhi, alianguka hakuondoka, na wewe kweli ulitoka asubuhi, anaona sehemu zote. Don't judge. Na nyinyi mtafanya nini? Mtahukumiwa. Kwa hiyo mimi nataka tuyaone maisha katika upana huo, kwamba tusibebe sumu. Huyu amekunywa sumu asubuhi, unaweza kusema angefanyaje, lakini alipata sumu kali mwilini kwa sababu mambo hayakwenda kama alivyotegemea. Lakini na mwenzake alikuwa na tatizo. Kumbe option nyingine ingesema labda kwa sababu Kiesa sio mbali, ngoja nitafute bodaboda nikimbie, kimempata nini. Angeweza kuwaza kwa namna hiyo, in a different way. Angeweza kwenda kupata hizo taarifa kwamba mwenzake kuna kitu kilimtokea. Lakini kwa kusema hivyo simaanishi kwamba tuskip promise, tusifanye vema, lakini mambo kama haya duniani yanatokea. Jumbe wa leo, usimfukuzie nyoka. Fanya nini?